Kuna swali moja nimekuwa nikiulizwa na wanaume wengi sana huko inbox, na nimeamua kulitolea ufafanuzi hapa kwa faida ya wengi, na nimefurahi sana kuona pia wanaume wanauliza maswali yanayowagusa wao wenyewe. Wameniuliza kwamba ikiwa mwanaume amefumaniwa na mke wake, yani mke amemkamata na usaliti mume wake, na mwanaume akaomba msamaha, lakini mwanamke akawa haonyeshi kama amemsamehe, yeye kama mwanaume afanye nini? Cha kwanza ambacho natamani wanaume wengi mjue ni kwamba usaliti unauma kwa mtu yeyote yule. Yaani usije ukafikiri kwa sababu huyu ni mwanamke kwa hiyo hataumia akisalitiwa. Lazima aumie kwa sababu cha kwanza alikuwa anakupenda na cha pili alikuwa anakuamini. Kwa hiyo unapovunja uaminifu wake, kuna kitu kinaingia ndani ya moyo wake, kwa hiyo anajisikia maumivu. Na cha pili ambacho ni muhimu sana kwako wewe mwanaume kujua ni kwamba usaliti ni kosa kwa mtu yeyote yule. Sijajua kwa nini baadhi ya wanaume huwa mnafikiri kwa wanaume kuwa wasaliti sio kosa, lakini mimi nakwambia ni kosa, kwa sababu usaliti wenu nyinyi wanaume huwa tunasema kwamba ni wa tamaa. Kwa hiyo tamaa ni kitu ambacho wewe mwanaume unaweza kukizuia. Kwa hiyo kama ulishindwa kuizuia tamaa yako, maana yake umefanya kosa. Hilo ni kosa, lazima ujue kwamba hapa nimekosea. Tabia ya wewe mwanaume kuto kuona kama usaliti kwako ni kosa itasababisha wewe ushindwe kujirekebisha na ushindwe kuwajibika vizuri kwenye uombaji wako wa msamaha kwenye kosa hilo. Kwa sababu kumbuka, nilishawahi kusema siku moja, mtu usipoona kama hili nililolifanya ni kosa, maana yake huwezi kubadilika. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana wa wewe kuendelea kuwa msaliti ikiwa unaona kama kwa sababu mimi ni mwanaume nina haki ya kusaliti, kwa hiyo hutobadilika. Lakini ikifika wakati ukaamua kuelewa kwamba usaliti ni kosa, haijalishi mimi ni mwanaume au la, lakini usaliti ni kosa, itakuwa ni kitu ambacho kinakurahisishia wewe kuona kuna umuhimu wa kuacha kufanya usaliti. Niseme tu, wewe kama umemvunjia mke wako uaminifu, pale unapochukua hatua ya kumuomba yeye msamaha, msamaha wako unatakiwa kuambatana na vitendo. Baadhi ya wanaume kuna vitu vikubwa sana huwa mnavikosea, na ndio maana wanawake zenu wanashindwa kuwa na uhuru wa kuwasamehe nyinyi, wanabaki na kitu moyoni. Kwa mfano, mke wako amekukamata na usaliti kwenye simu, lakini wewe simu yako mpaka sasa hivi bado inaonyesha unailinda sana, bado ina mapassword kila kona, bado unaifunika ukirudi nyumbani, bado unaiweka silence, bado unaifanya nini, na bado unamwambia mke wako akusamehe hayo mambo yaishe. Ni ngumu sana mwanamke kuyamaliza hayo mambo, kwa sababu kile kitu ambacho yeye kilikuwa ni sababu ya yeye kuona kama unamsaliti bado kinatia mashaka kwake. Mwanamke yote hawezi kuwa huru akarilaksi pale anapoona kile kilichoingiza usaliti bado kinaendelea kulindwa. Kwa hiyo wewe kama mwanaume lazima ujue kwamba kwa hatua ya kwanza unatakiwa kusummarize, yani kile kitu ambacho kilileta usaliti unatakiwa umfanye mwanamke aanze kuona kiko kawaida. Kama ulikuwa unaweka mapassword kwenye simu yako, kwa muda huu ambao uko kwenye kipindi cha kumuomba msamaha mkeo kwenye ulichokifanya, unatakiwa kutoa password, kwa sababu simu yako ndio iliyoingiza usaliti ndani ya ndoa. Kwa hiyo atakapoona simu yako bado ina mapassword, yeye hawezi kukitoa hicho kitu moyoni, kwa sababu anaamini bado mna kitu mle. Kwa nini anaificha simu yake kama mwanzo? Kwa sababu unapoomba msamaha, maana yake inatakiwa uambatane na mabadiliko ya vitendo. Sio wewe unamwambia tu mwenzako samahani mdomoni, na ndio maana wanaume wengi mnaishia kuonekana waongo, kwa sababu hamuonyeshi mabadiliko ya vitendo pia. Kwa hiyo kama simu yako ulikuwa unaiweka silence kwa wakati huu, yani kwa kipindi hiki ambacho uko kwenye kumuomba mke wako msamaha, hebu acha simu yako iwe inaita, simu yako wewe unapokea kwa uhuru mbele ya mke wako, messages zikiingia fungua, isionekane kuna kitu ambacho kinatia mashaka. Na simu yako iache huru. Yani hata akitaka akague mara ngapi, mwache akague mpaka atakaporidhika mwenyewe. Aone sasa nina amani, niache kuifuatilia simu yako, niwe na amani. Kwa sababu mwanaume lazima ujue kwamba pale tu utakapovunja uaminifu wa mwanamke, yani kumrejesha mwanamke kwenye hali ya kawaida akaanza kuishi kama zamani, ni kazi kubwa. Kwa sababu asilimia kubwa pale unapofanya usaliti tu na mke wako akakuspai, akagundua kwamba alichokispai ndicho alichokiona, ataendelea kukispai kile kitu zaidi na zaidi. Kwa hiyo ili umfanye yeye akinai, mwache akispai mpaka yeye atakapojisikia sasa hivi amechoka. Atakapokuacha huru, utakuwa huru kuendelea kuweka password zako kama utajisikia. Na wakati mwingine inaweza ikawa haina haja. Kama umeamua tu kwamba nitulie tu na familia yangu, utakuwa huna haja ya kwanza kuficha ficha tena, hakuna unachokificha. Jambo la pili, lazima ujue kwamba mwanamke unapomfanyia usaliti, kuna kitu kikubwa kinavunjika ndani yake. Siku moja nilishawahi kusema hapa, mwanamke yeyote yule huwa hamchukii mwanaume aliyesaliti.
hiyo ni kisaikolojia, lakini huwa anamchukia yule mwanamke ambaye amesaliti na mumewe. Sijui nyinyi wanaume kama huwa mnaelewa hicho kitu. Yaani mwanamke kuwa mgumu kwako, kukuangalia wewe vibaya, kufanya nini, kukuchukia, sio kwamba huwa anakuchukia wewe. Huwa anamchukia yule mwanamke ambaye wewe umesaliti naye, kwa sababu huwa anakuwa na maswali ya kujizungumzia nafsi yake yeye mwenyewe. Mimi nimekosea wapi? Hivi mimi sio mzuri? Mimi simvutii mume wangu? Mume wangu ananipenda kweli? Mimi ni wa thamani kweli? Kwa hiyo huwa ana maswali ya kujihusu yeye mwenyewe. Mwanamke ni tofauti sana, yani yeye huwa anajilaumu sana inapotokea usaliti na anaanza kujitafutia kasoro yeye mwenyewe, na ndio maana utu wake huwa unashuka, yani anaona thamani yake imeshuka kabisa. Kwa hiyo jambo lingine unalotakiwa kulifanya ni kuanza kumpa mkeo thamani anayostahili. Mwanaume, naomba nikwambie kwamba kupona usaliti sio kazi ndogo, ni safari ndefu kupona usaliti kwa mwanamke. Kwa hiyo usije ukafikiri utamwambia tu mke wako hapa nisamee na yakaisha. Na isitoshe, baadhi yenu mnajijua kabisa kwenye hivyo vipindi vya usaliti kuna mambo mengi sana yalipita hapo katikati. Mke wako alikuwa anaiona hiyo namba ya simu, mke wako alikuwa anaviona vimessage ambavyo hakuwa na uhakika navyo, alikuwa akikuuliza unakataa kata. Kumbuka jinsi ulivyokuwa unamdanganya. Ulikuwa unamwambia hakuna kitu chochote, wewe na wewe una complain sana. Wakati mwingine ulikuwa unamfokea kwa sababu ya simu yako hiyo hiyo. Alikuwa akiona kitu unamfokea, unakuwa mkali, na wakati mwingine unamwambia kwa nini unakagua simu yangu? Simu yangu wewe inakuhusu nini? Hivyo. Lakini sasa hivi amethibitisha. Kwa hiyo lazima ujue yale maumivu ya nyuma atayarejesha, kwamba ina maana kweli kumbe mimi siku zote zile alikuwa ananidanganya. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya, sio rahisi. Wanaume wengi kwa kuwa mnajihesabia kwamba usaliti kwenu ni haki, inasababisha nyie kuwa legelege kwenye kuomba msamaha juu ya jambo hili. Kwa hiyo unatakiwa kwanza kumsaidia mke wako kujiona wa thamani tena. Kwa mfano, zamani walikuwa wanawaambia sana nunua zawadi, sijui mpelekee mkeo. Sasa hivi hivyo vitu kwa wanawake ni scam. Yaani hivyo vitu sasa hivi wameshavizoea, kwa hiyo anajua unapoenda na zawadi unaenda kununua msamaha wake. Kwa hiyo mimi nitakushauri kufanya jambo lingine tofauti. Kwa mfano, wewe huaga utoki na mke wako, hujawahi kumtoa out, hujawahi kumpeleka sehemu nzuri. Kwa wakati huo, hebu toka na mke wako, mpeleke sehemu nzuri. Mwache akale, akanywe, akaenjoy, akaburudike, au mchukue mke wako, nenda naye dukani kununua nguo, mtembee pamoja. Ukifika kule dukani mwambie mke wangu chagua nguo unayotaka. Akichagua na wewe mchagulie unayotaka, kwamba mke wangu ukivaa hii unapendeza, ukivaa kakiatu haka mke wangu unapendeza, ukivaa hiki unapendeza. Yaani ni vitu vidogo vidogo sana ambavyo huwa vinamrejesha mwanamke kujiona wa thamani tena. Lakini wanaume wengi huwa mnakosea sana pale ambapo mnawaomba msamaha wake zenu kisha mnawatelekeza waendelee kupambana kupona wenyewe. Hiyo sio kazi rahisi, kwa sababu wewe mwenyewe unatakiwa kumsaidia kwenye mchakato wa yeye kupona, kwa sababu kitu kikubwa ambacho huwa kinamtesa sana mwanamke ni kujisikia yeye sio wa thamani. Na kingine katika safari hii ya wewe kumfanya mkeo aanze kujisikia kama mtu wa thamani tena, unatakiwa kumwacha mke wako awe huru na wewe uwe huru na yeye. Kwa mfano, kuna baadhi ya wanaume unakuta usaliti wako wewe ulikuwa unatokea na mtu ambaye yuko karibu na kazini kwako, au alikuwa ofisi moja na wewe, na kuna namna wewe ulikuwa upendi mke wako aje ofisini, hutaki aje mazingira ya sehemu ambapo wewe unafanyia kazi. Ulikuwa unamwambia kaa huko sijui hivi vile. Unajua ile hata kama hujamfanyia mwanamke usaliti anajisikia vibaya anapoona wewe hutaki yeye aonekane kwa watu. Kwa hiyo anasema kwa nini mume wangu hataki watu wajue kwamba mimi ndio mke wake? Kwa nini? Huwa anakuwa na maswali. Kwa hiyo ikitokea umefanya usaliti na akakukamata kwa kipindi hicho, hebu muache aje mazingira ya sehemu ambayo wewe unafanya kazi kwa uhuru, na kama unajijua kabisa huyo mwanamke yuko sehemu hiyo, mwache mkeo aje ili agundue, yani ajione wa thamani. Unajua wanawake wanapendaga tu yale mashindano. Anapoona sasa hivi yule mwanamke ametupwa chini na yeye ameinuliwa kama mke wako, na umeanza kumruhusu kuja sehemu unayoshinda kazini, umeanza kumruhusu kuja kwenye mazingira yako ya kazi, anajisikia faraja. Kwa hiyo fanya hivyo kwa ajili ya kumsaidia yeye kujiona wa thamani tena. Na kingine ambacho unatakiwa kukifanya, badilika kwenye matendo yako. Yaani kama wewe ulikuwa unachelewa kurudi, na hiyo kuchelewa kurudi ndio ilisababisha usaliti ukazaliwa, kuanzia hapo inatakiwa uanze kurudi nyumbani mapema. Kwa sababu uko kwenye kutengeneza, kumbuka tunazungumzia jambo la wewe kutengeneza ndoa yako. Kwa hiyo inatakiwa uwe unawahi kurudi nyumbani kwako kwa ajili ya kumfanya mwanamke wako asiwe na wasiwasi. Watu ambao wamewahi kuzisaliti ndoa zao hapa wananielewa ninaposema, mwanamke ukishamsaliti mara moja tu huwa anabadilika. Kwa hiyo kitu chochote kile ambacho kilikuwa kinahusisha ile picha ya zamani ambayo ilileta usaliti anakuwa na complain. Kwa hiyo ukichelewa kurudi kwa kipindi kile ambacho yeye hajapona, anaanza kulinganisha matukio kwamba pengine ameshaanza tena na mtu wake.
Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo unatakiwa kuanza kuwahi kurudi nyumbani kama unajua kabisa haya mazingira ya mimi kuchelewa ndio yalisababisha mke wangu akagundua kwamba kuna mabadiliko ya usaliti juu yangu. Na jambo lingine ambalo unatakiwa kulifanya ni kumchagua mke wako mbele ya huyo mchepuko wako. Na hiki ndio kitu ambacho wanaume wengi huwa mnafanya makosa. Yaani wanaume wengi mkikamatwa na usaliti unaanza kumwambia mke wako achana navyo hivyo vitu. Mke wako anakwambia kabisa bwana, huyu mtu mwambie mimi nataka kufanya ni kutulia na familia yangu, yale tuliyoyafanya yafike mwisho. Watu huwa wanafikiri hili jambo halina umuhimu. Lina umuhimu kwa sababu ukimuonyesha mwanamke umemchagua yeye mbele ya mwanamke mwingine, unaanza kumpa nafasi ya yeye kujiona wa thamani. Kumbuka nimeshakwambia, mwanamke huwa anamchukia sana yule mwanamke uliyesaliti naye, lakini sio wewe. Yaani mara 100 wewe anaweza kukusamea, lakini sio mwanamke aliyelala na wewe. Na ndio maana huwa mnasikia hizi kauli kutoka kwa wanawake kwamba yule ameniibia mume wangu. Na sio kwamba nyinyi wanaume huwa mnaibwa, mnajua kabisa kwamba huwa mnaenda wenyewe, lakini sisi wanawake huwa tunaamini kisaikolojia kwamba yule mwanamke ndo ameniibia mimi mume. Kwa hiyo yani mimi huwa namchukulia yule kama adui yangu, kwamba ina maana alichukua nafasi yangu, alinyang'anya cheo changu cha umalikia kwa mume wangu, kwa sababu wewe mwanaume ni mfalme na mwanamke wako ni malkia. Wewe ni king, yeye ni queen. Kwa hiyo unatakiwa kumuonyesha kwamba unamchagua yeye mbele ya mwanamke mwingine. Kwa hiyo unatakiwa kufanya chochote anachokitaka. Akikwambia mpigie simu huyu mwanamke na umwambie kuanzia leo mimi na wewe basi narudi kwenye familia yangu, fanya hivyo. Kitakachosababisha mwanamke wako aendelee kutilia mashaka ni pale utakapoanza kusema hivi vitu achana navyo. Mimi nimeshakwambia haya mambo mimi nayamaliza mwenyewe, sijui nini na nini. Ungeamaliza mwenyewe maana yake mke wako asingekukamata nayo. Amekukamata nayo, ana haki ya kusema chochote juu ya hilo, kwa sababu hilo ni kosa lako. Kwa hiyo akikwambia mume wangu mpigie simu huyu mwanamke na umwambie kuanzia leo hutaki kuwa na mahusiano naye, hakikisha unafanya hivyo, kwa sababu hiyo inamuonyesha mke wako ni wa thamani pale utakapomchagua mke wako mbele ya mwanamke mwingine. Kwa hiyo unatakiwa kufanya hivyo. Kwa mfano wewe nikuulize swali, mchepuko yuko kazini kwako, mchepuko yuko ofisini kwako, utawezeje kumthibitishia mwanamke kwamba wewe na yeye mmeachana? Ni ngumu sana. Na wakati mwingine kama kazi yako inaweza kubadilishika. Yaani jambo lingine ni kwamba kama kazi yako unaweza kubadilisha mazingira, yaani unaona kabisa inawezekana kubadilisha mazingira, hebu badilisha mazingira. Ondoka sehemu ile ambayo wewe ulifanya usaliti, kwa sababu lazima ujue usaliti una gharama kubwa sana. Mimi kama mke wako siwezi kuwa na amani ikiwa wewe bado upo kwenye ile ofisi ambayo ulikuwa unafanya usaliti na mtu. Nitaamini vipi kwamba wewe na yeye mmefika mwisho? Inakuwa ni ngumu kidogo kwa mwanamke kuamini kwamba wewe na yule mtu mmefika mwisho. Kwa hiyo wewe kama mwanaume lazima utambue kwamba usaliti ni process. Kama wewe ulivyokuwa ukiifanya. Ulivyoanza kuchukua namba ya huyo mwanamke, ukaanza kuchati na huyo mwanamke akikufumania na message ukawa unakataa, ukawa unamdanganya, wakati mwingine ukawa unakuwa mkali kabisa unambadilikia unakuwa kama pilipili. Wakati mwingine ukawa unamfokea na wakati mwingine ukawa unamtukana. Kwa hiyo lazima ujue kuna process nzito sana ya wewe kufuta hayo kwenye moyo wa mke wako. Niseme tu, thamani ya mke wako utaanza kuiona pale ambapo anataka kuondoka kwenye maisha yako. Na hiki ndio kitu kibaya zaidi ambacho huwa kinawakuta wanaume wengi. Yaani unajikuta unaanza kumuona mke wako wa thamani pale ambapo ameanza kusema mimi na wewe basi. Unakuta kipindi alikuwa kwenye maisha yako, ulikuwa unaweza kumchezea tu vizuri. Unaamua kucheza michezo yako na hiyo michepuko, unafanya mambo mengi, unafanya nini, lakini akikwambia mimi sasa hivi nimefika mwisho, naomba tuachane. Hapo ndipo wanaume wengi mnapoingia kwenye kigugumizi, kuanza kuwabembeleza wake zenu. Kwa hiyo wewe kama mwanaume lazima ujue kwamba kupona kwa mwanamke ni process. Sio swala la wewe kusema tu hapa samahani na ukafikiri litaishia hapo, litaendelea kubaki kwenye moyo wa mke wako. Na ndio maana unaweza kushuhudia kwamba ulimwambia mke wako samahani, ukamnunulia kizawadi ukaleta, lakini bado hana raha. Zaidi hisia zake juu yako zinazidi kupungua, na wakati mwingine anakuambia kabisa mume wangu, mimi sasa hizi najiona sina hisia na wewe. Zile hisia na wewe zinatoweka kwa sababu haamini kwenye moyo wake kama wewe unamuona yeye ni wa thamani. Hicho ndio kitu ambacho huwa kinawatesa sana wanawake wengi. Mwanamke anapokuambia wewe mwanaume mimi sina hisia na wewe, na ikiwa unajijua kabisa kwamba ulifanya usaliti, lazima ujue kwamba kinachomfanya mwanamke asijisikie kuwa na hisia na wewe sio kwamba ana chuki na wewe kumsaliti. Hapana, bali ana ile ya kujihukumu ndani yake, anajiona sio wa thamani. Kwa hiyo unapomfanyia mwanamke vitu vinavyomfurahisha, vitu vinavyomfanya ajione yeye ni wa thamani, unamtengenezea namna yeye kuanza kupona taratibu na kuanza kurudisha hisia zake kwako. Na ndio maana mimi nakwambia wanawake wanapendaga vitu vidogo vidogo tu. Yaani vile vitu vidogo vidogo ambavyo utamfanyia ambavyo vinamfanya ajione kumbe mume wangu ananiona mimi wa thamani. Hujawahi kumpeleka kwenye chakula, ukimpeleka siku moja dina huko umemtoa out, anasema kumbe mume wangu pia ananipenda mpaka ananipeleka huku kula. Mume wangu ananipenda mpaka tunaenda dukani kuchagua nguo wote.
mume wangu ananipenda mpaka sasa hivi ananiacha niende kazini kwake, mume wangu ananipenda mpaka sasa hivi simu yake haweki chochote. Kumbe lile kweli lilikuwa ni kosa na analijutia. Baadhi ya wanaume mnakosea sana pale ambapo unamwambia mwenzako nisamehe na usahau, ikiwa bado anaona vile vitu vilivyoleta usaliti ndani ya ndoa bado vinaonekana. Yaani yale matatizo anayaona, ulikuwa unaficha simu yako, ulikuwa unafanya nini, bado anaona unafanya vile vile. Ulikuwa unachelewa kurudi, bado unafanya vile vile. Kisha umwambie mwenzako hapana, sasa hivi nimebadilika. Ni kipi anachokiona kimebadilika kwako? Mabadiliko huwa yanaonekana, yanadhihirika kwa vitendo, lakini hayajidhihirishi kwa maneno. Cha mwisho niseme kwamba msamaha peke yake bila vitendo ni sawa na uharibifu tu. Msamaha wa kweli unaambatana na mabadiliko ya vitendo vyako. Kama unajua kabisa nimekosea, maana yake unatakiwa kubadilisha mfumo mzima wa matendo yako. Usaliti una gharama kubwa sana. Kwa hiyo usishangae kuona usaliti ukabadilisha mfumo mzima wa maisha yako. Wakati mwingine mwanamke wako atakwambia mimi pale ofisini unaposhinda sitaki kukuona unashinda pale tena, na hutakuwa na la kujitetea kwa sababu hayo mambo ni wewe ndio ulijitakia. Ni wewe ndio uliyeanzisha, na unajua kabisa wazi usaliti ni kosa. Lakini kikubwa ninachopenda kukisisitiza kwenu wanaume, kaeni mkitambua kwamba usaliti ni kosa kwa namna yoyote ile. Usije ukafikiri kwa sababu wewe ni mwanaume, hapana mimi kuwa msaliti, mbona mimi ni mwanaume, hapana. Lazima ujue kwamba usaliti ni kosa, ili hiyo iwe tiketi ya wewe kuwa mtu wa kujirekebisha. Lakini ukiwa unaamini kwamba sisi ni wanaume, sisi sijui nini, kurekebika kwenye usaliti itakuwa ngumu. Na ili ndoa yenu iwe nzuri na yenye kupendeza, mnatakiwa kuishi maisha ya kuaminiana na kuheshimiana. Haitakiwi mwingine awe anavunja uaminifu ndani ya ndoa kisha mwingine akae kwa amani aseme hivi ndivyo ndoa zilivyo. Hapana, hivi ndivyo wanaume walivyo. Hapana, ndoa hizo huwa zinakosa furaha na zinakosa watu kufurahiana kwenye maisha yenu.